So welcome to another episode ya Let's Talk About Forex. Na leo tena tutaenda kuzungumzia vitu vichache kuhusu Forex market, how the Forex market working, how the Forex market moves. Lakini pia nitakuwa nikijibu maswali ya watu ambao watakuwa wanauliza kupitia sehemu ya chat hapa. So kama unakuwa na swali lolote, nitahitaji uandike swali lako hapo and then tutakuwa sawa. So leo kuna vitu vichache ambavyo nitaenda kuvizungumzia about Forex, na sana sana nitabase kwenye swala zima la gold. Naamini watu wengi tumekuwa tukitamani sana kwa tunamtrade gold kinamna tofauti, which is so leo nadhani kuna vitu vichache naweza nikavizungumzia hapa ambavyo vinaweza vikakupa wewe nguvu ya kuanza kumtrade gold. Sasa gold kwa sasa hivi kuona mtrade kwa kutumia time frames inakuwa very hard kidogo, lakini kuna some things ambazo ukiviusanisha au ukivifatanisha unaweza ukapata a good direction kuanzia kwenye masuala ya kupredict what market inaweza ikaenda, nini gold inaweza ikafanya. Hivyo vitu vyote unaweza ukavichanganya ukapata a good setups on gold kila siku. So kitu cha kwanza nitachokizungumzia hapa ni swala zima la buyers. Kitu cha kwanza kabisa nitachokizungumzia hapa ni swala zima la buyers. Na tukizungumzia buyers iko kwenye upana sana, lakini in short buyers tunazungumzia the overall trend au the overall market direction. Yani nini tunakuwa tunaona kwenye market, yani nini tunategemea market ifanye in general. Sasa kwa gold ni vizuri kuwa unaanzia kufanya analysis zako from the higher time frame, yani maana kufanya top down analysis, kujua monthly, weekly, daily zinaweza kufanya nini ili uweze kufanya maamuzi kwenye time frame ndogo. Kwa mfano this previous week au tunaweza kusema hii wiki ambayo inaisha leo, nimekuwa na trade kadhaa ambazo nimezichukua kwenye gold kwa kujua nini kinatakiwa kutokea na nini kinaweza kikatokea kwenye muda mchache utaofuata. Kwa mfano sasa tunapokuwa tunaanza kwenye buyers, cha kwanza kabisa lazima tujue trend nzima ya time frame ya monthly, weekly, na sio kwenye gold tu. Ukiona trade pair yoyote ile lazima ujue hivi vitu vyote, monthly, weekly, lakini pia daily. Hizi time frames zote lazima uwe unajua ni nini zinaweza kufanya ndani yake. Yani kwamba kwa mfano leo mimi nimeingia kwenye gold, sasa hivi nataka kutrade gold, ni wapi nianzie? Asa wapi uanzie? Lazima ujue ni nini kinaendelea on these 3 time frames. Lazima ujue. Hizi ndizo zinaweza zikaja zikakupa nguvu ya wewe. Kufanya maamuzi sokoni. Sasa kutoka tu from nowhere ukaenda kuangalia kwamba ukaenda tu direct on the 1 hour, which is the mistakes za watu wengi. Unakuta mtu hajaangalia direction ya market inaenda wapi, inatoka wapi. Unakuta tu yashaingia kwenye 1 hour, masaa 4, anataka kuanza kufanya trading. Hicho kitu kinaweza kikawa kina cost siku baada ya siku, kutokana na nini? Na the way ambavyo una deal na gold au na trade au na pair yoyote ile. Sasa kwenye monthly kutatusaidia kujua the movement ambayo inaweza take time kwa muda mrefu, yani kwamba kama price inaweza ikafika kwenye maeneo fulani, inaweza ikachukua muda gani tena kuja kubadilika. Lakini pia on the weekly inaweza ikatupa the same view, ambapo kidogo weekly inaweza ikasimplify kitu ambacho utakuwa hujakiona on the monthly. Yani kwamba kwenye monthly unaweza ukawa uliona kitu kama hiki hapa, lakini kitu tunaweza tukaja tukakiona kwenye weekly, tunaweza tukaja tukaona kitu kama hichi hapa. Kitu kama hichi. Kwamba kunakuwa na taarifa ambazo kwenye monthly zilikuwa haziko disabled. Shansoma. Sasa displayed. Sasa
weekly itatupa picha ya kwamba tunaweza tukareact sehemu gani kwanza kabla ya kuwaza kwenda kureact on the monthly areas of liquidity. Ujanisoma. Lakini pia on the daily itakupa view ambayo weekly hajakupa au monthly hajakupa, lakini maamuzi ambayo unayofanya kwenye daily yanaweza kukufanya wewe uende kwenye weekly ndo uje ufike kwenye monthly. Yani kwamba unakuwa unajua kwamba kwa sababu let's say monthly uliona imekutengenezea break of market structure ambayo inatakiwa kubai labda hivi, alafu wewe kwenye daily labda kwenye weekly tena ukaja ukaona structure kama hii hapa ambayo imezinga, au yani structure ambayo imetengenezwa before the monthly structure ipo katikati hapo. Kwa hiyo it means ili turudi hapa lazima tumvunje huyu jamaa hapa ndio tuje tuseme kwamba tunarudi on the monthly level of liquidity. Sasa kwa mfano hiyo structure ambayo unaikuta imekaa hapa katikati, hii structure ambayo iko in the middle hapo, hii structure unaweza ukapata maamuzi from the daily ambayo yanaweza kukurate on this point hapa. Lakini hayo maamuzi unayatoa wapi? Uweze tu kwenda kufika ili eneo kaseli ukiwaza kwamba unakuja kuingia hapa. Lazima utumie maamuzi yako ambayo yaliwahi kutumika au yaliwahi kutokea mkono wa kushoto kipindi price inakuja kututengenezea hizi structures, kuja kututengenezea trend mpya ya kubai. Nazungumzia kwamba price waga ina move kwenye mfumo wa ups and down, higher highs and higher lows, lower highs kama hivi. Sasa ili tuje kwenye hizi areas lazima tuwe tunatumia hizi areas za upande wa kushoto ili zitupe nguvu ya kurudi wapi? Hapa ndani. Hicho ndo kitu ambacho sisi waga tunakuwa tunakiangalia. So hatufiki tu same tukaenda tukasell tu. Hapana. Yani lazima ili tu confirm kwamba the market inaweza ikasell mpaka sehemu fulani, basi lazima tujue kwamba taarifa za upande wa kushoto hizi za upande wa pili zilikuwaga zinaongea lugha gani. Lazima ujue hicho kitu. So kisha jua hicho kitu ndo unakuwa unafahamu sasa kwamba okay, sasa hivi natakiwa nirudi on this area ili niwe bullish, lakini natambua kwamba hiki ni kizuizi, tunakitumia kama kizuizi cha kufika kwenye monthly, kwamba kwa hiyo price ina uwezo wa kurudi hapa ndani na ikawa bull, lakini tunakuwa tuna probability ndogo ya kwamba price inaweza ika close above bila kuja kufill liquidity huko, kwa sababu kama itaishia hapa hivi ikagoma kuvunja ili eneo hapa chini, it means price imegoma kuconfirm kwamba itakuja kwenda kwenye monthly level of liquidity. Sasa kama price imegoma kuconfirm kwamba itaenda kwenye monthly level of liquidity, kwenye monthly level of liquidity kwa sababu hajavunja weekly, basi hiyo ni confirmation nyingine ya kwamba tunaweza tukaja create the new high above this level hapa. Lakini pia hata tukifika hapa hatuwezi tu kuwaza kwamba tumechukua trade let's say hapa, labda price itengeneza movement hapa ndani, labda tumerudi hapa tumechukua hizo structure tuna move kuja juu. Hatuwezi tu tukawaza direct kwamba tutakuja create the new high above this high hapa direct kwa sababu price iligoma kuvunja huko. Hapana, you never know. Kumbuka pia huku napo ni mpande wa kushoto, kunaweza kukaa kulikuwa na data ambazo zinaweza zikakuforce wewe tena ukifika hilo eneo useli tena ili uje create the new low below hii point hapo. Kwa hiyo hivi vitu vyote inabidi uvijue kwamba weekly nikivunja ndo itanipeleka kwenye daily, kwenye monthly level of liquidity. Ni sasa sana tunavyosema kwamba ili ujue kama unatumia 1 hour, kama unatumia daily, kama unatumia monthly cycle, na maanisha kwamba kama unaamua kutumia let's say tuseme unatumia monthly, unatumia daily, unatumia 1 hour, alafu unatumia dakika 15 let's say. Sawa, kwa mfano labda unatumia vitu kama hivi hapa, yani unatumia mfumo kama huu hapa. Ili tuseme kwamba tunakujaga monthly lazima tuvunje weekly time frame ambayo inakuaga katikati hapa. Sasa hapa nimeingia kwenye swala la FTA ili tuelewane kwanza. And then ili tujue tunakuja on the daily, uwaga hatutaki tuvunje tupate transition ya dakika ya lisali moja. Hapana. Tunahitaji tuvunje mpaka masaa 4 ndio confirm tunakuja kwenye nini? Kwenye daily time frame. Kwa kama price itagoma kufanya transition on the 4 hours time frame, kuna probability kubwa ya kwamba hatuwezi kurudi kwenye daily area of liquidity. Japokuwa kuna muda mwingine hizo transitions za masaa 4 zinakuaga the same na transition ya lisaa limoja. Yani kwamba unakuta pale price ambapo ilifanyaga transition ya lisaa limoja hapa, ndio ukienda kwenye masaa 4 unakuta kwamba ndio hiyo eneo na imeshavunjwa.
So ikishafanya hivyo, it means hii ni good confirmation ya kwamba we are going back to the daily area of liquidity. Lakini transition ya lisali moja peke yake haikupi wewe nguvu ya kuamini 100% kwamba we are going to the daily area of liquidity. Haiwezi kukupa hiyo nguvu. Sasa kwa kuyatambua haya machache ambayo nimezungumzia hapa, right now, tukaangalia sasa ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukazihusanisha hizi time frames mpaka tufike kwenye time frame ndogo kwenda kufanya maamuzi. So kama nilivyoongea, on the monthly tutaenda kuangalia the direction ya market, nini ambacho inatakiwa ifanye on the monthly, kwa sababu monthly is the big picture, ndio itatupa big view. In short, ndio itatupa big view. Sasa ndo tutaenda kwanza kwenye monthly kuangalia, and then tutakuja kurudi weekly kuangalia nayo kwenye weekly, je, tunapewa views gani ambazo monthly haiwezi kutuonyesha. And then baada ya kujua kwenye weekly, hapo ndo tutaamua kuswitch sasa twende kwenye nini tena? Twende kwenye daily time frame. Alafu kwenye daily sasa, kwa sababu sisi tunakuwa tuna deal sana na intraday, sasa kuanzia hapo huyo ndo tutamtem kama main time frame ambaye anaweza kutuongoza. Tunaweza tukamtumia as the constant, tunaweza tukamtumia as the direction only. Kwa tunaweza tukafanya maamuzi yoyote. Sasa mfano tukitumia hii view ya gold itself, tutakuja kuona kwamba kwenye monthly tunaambiwa kwamba hili ndio eneo ambalo price inafaa kuja huku chini. This is the monthly area of liquidity ambayo ipo kwenye gold right now. Sasa kiuhalisia hii price iko mbali vibaya. So hatuwezi tukawaza eti kwamba tufike hapa ndo tufanye maamuzi. Tunaweza tukatafuta maamuzi ya kutuleta kwenye hili eneo kama price itatuofa hayo maamuzi. Sasa kwa kutumia monthly area of liquidity direct, hapa hatuwezi kupata view ambayo tunahitaji. Hatuwezi kupata. Kwa kama hatuwezi, basi tutakuja kuswitch on the weekly time frame. Tayari tusha identify our monthly level ambao ni huku chini. So right now tunaenda ku identify the weekly levels sasa. Sasa ukiangalia hapa kwenye weekly tulikuwa tuna levels tofauti. We had this one. Tukawa tuna hii hapa. Tukawa na hii ambao price iligoma kuvunja. Kwa it means the last area of liquidity ambayo ilikuwaga complete on the weekly ilikuwaga ni hii hapa. Sasa hivi kwa wiki hii tuliopo sasa hivi sisi tunaweza tukaona kwamba price tayari manake imefanya transition on the weekly time frame. Kwa hiyo hata tunapokuja kuanza wiki ambayo inaanza kesho, tunaweza tukaanza kuwaza kwamba kwa sababu tumeshapata transition on the weekly hapa, kuna probability ya kwamba price inaweza ikapush tena mpaka kwenye weekly level ambayo itakuwa kwenye hili eneo hapa. Sasa hapo kwa sababu umeshawaza kwamba okay, so tunaweza tukapata hiyo movement ya kwamba price inaweza ikapush mpaka hilo eneo, ndo tukaja labda tukapata sell tena nyingine on this area. Hiyo ndo kama view ambao umeipata on the weekly, kwamba hiyo ndo level ambazo kwamba tumefika kwenye hii level ya kwanza ambayo ilikuwa ni one of the area of liquidity kwenye weekly ambao ni minor pia. Price imeshafika humo ndani, so the next point ambao price inaweza ikaje ikapush tena mpaka ni kwenye hii level hapa juu. So baada ya kugundua hicho kitu unakuja kurudi on the daily sasa. Kwenye daily wewe unaenda kutafuta levels ambazo zinaweza zikaza na kupush. Kwamba kama naweza nikapata push ya kusell kwanza ndo tuje to buy au to buy ili twende mazima whatever. Hapo wewe sasa utajua unadili nacho kinamna gani. Sasa ukirudi on the daily unakuja kukuta kwamba price yako isharudi on this area hapa. So isharudi kwenye hili eneo, tayari tuna area of liquidity ambayo tunasupportiwa kwenda kule juu, kumbuke. Sasa nini tunaweza tukakifanya? So manake from that point kabla tujafika kwenye hili eneo ambalo ni weekly, lazima tuvunje daily. Kama unatumia weekly level, kwa mfano kama unategemea kufika on the weekly, ili tu verify kwamba tunakuja kwenye hiyo weekly level, lazima tuvunje daily. Hatuwezi tu kuvunja masaa 4 tukaconfirm kwamba tunaenda kwenye weekly. Ndio inaweza ikaenda straight kwa sababu unakuta labda price inakuwa labda sometimes waga ina momentum, inakuja kupitiza inaenda direct, lakini
confirmation nzuri ya kuaminisha kwamba sisi tunaenda sehemu fulani lazima tuipate on the nini, on the daily. Sasa the daily level ambayo sisi tuna target kuja kuvunjwa is this one. Hii ndio level ambayo tuna target sisi ije ivunjwe tuingie on the weekly level. Kwa maana yake sasa hivi kama tunachukua hii movement hapa, kuna probability ya kwamba tunaweza tukafika on this level, price ikapush. Tunaweza tukafika mpaka kwenye hii level, price ndio ikaanza kufanya nini? Kupush. Yani kwamba ikaanza kuhangaika tena kutaka kurudi chini, ndio itafute ikusanye liquidity zingine ambazo zinaweza kazi zimetengenezwa within humu. Yani kwamba tunaweza price ikafanya kitu kama hichi hapa ninachokiongea, kwamba price labda ikatoka hapa alafu ikafanya kitu kama hichi. Let's say hapa tuseme labda kesho, tuchukulie labda kesho price inaweza ikafanya kitu kama hichi hapa, kwamba ikavuta chini alafu ndio ikavunja kuingia ndani. Sasa kama itafanya hicho kitu, maana yake hii level ndio itakuja kutusaidia sisi, kwa sababu we know like we have to come on these levels hapa juu. Kwa maana yake hii area of liquidity ambayo itakuwa imetengenezwa hapa on the daily time frame ndio inaweza ikaje ikapushiwa, price ikafika hapa ikapush ndani ije ichukue level, ndio tuje tuendelee kufika wapi on these levels, ndio tuje to drop tena. Sasa tunaweza tuka drop, depends, tunaweza tukarudi hapa tukataka tena kupush kwenda juu zaidi, au kama tutakosa maamuzi au confirmations za kwamba tuna move kwenda juu, basi tunaweza tukaamini kwamba price inaweza ikaje karudi tena ku close ili endeleze movement za kwenda wapi, kushuka chini. So chochote kinaweza kikaendelea hapo, lakini sasa tuangalie kwa hiyo view ambayo tumetoka nayo on the monthly. Monthly tumepata level yetu ilikuwa upande wa chini huko ambao ni far zaidi, lakini tukaenda kwenye weekly tukapata hii level ambayo tumeimark on this level. Tumerudi daily ku confirm kwamba je, kuna eneo lolote hapo tunaweza tukadili nalo on the daily, tukapewa haya maamuzi kwamba tuna hii area of liquidity pia ambayo ndo price imefika right now. Sasa on this area of liquidity kwa daily tunaambiwa kwamba hii ndo point ambayo price tena inaweza ikafanya ikapush, inaweza ikapush. Na kama hii price itatolewa, basi price tunaweza tukaamini kwamba price inakuja wapi, on this area hapa juu, ili ije drop tena, kwa sababu hiyo ni weekly level tukumbuke. Je, labda nizibadilishe rangi tuelewane. Labda niipe hii rangi, niipe blue color. Yes, that is the weekly level. Alafu hiyo kuchini tunajua ni monthly level ambayo hata tusipoibadilisha kwa sababu sio leo kufikiwa. So mona, so tunacheza hapa. Sasa ukiangalia on this scenario hapa, price baada ya kurudi sasa kureact on these areas hapa, kwa tunajua kwamba this is the daily area ambayo price inatakiwa kufika, lakini sasa hivi tayari price imereact on this area of liquidity ya daily. Kwa manake ili tufike kwenye hili eneo tunatakiwa sisi to push kwenda juu, to push high. Sasa kama tunatakiwa kupush high, manake tunatakiwa kutafuta sisi entry zetu from this point hapa. Kwa manake tungeweza kurudi kwenye lisali moja kwenda kuobserve ni nini ambacho kiko kinaendelea on that area there. So sasa hivi nini ambacho unakiona ni kwamba price imetutengenezea kitu kama hichi hapa. Imetutengenezea kwamba tuna area of liquidity ambayo imetengenezwa before this transition kwenye lisali moja hapa, ambayo iko ndani ya lisali moja hii hapa, ambapo kwa lugha nyingine tunaweza tukaitem kama formation hapo. Kwa price imetengeneza structure kama hii, lakini pia price ilikuwa imetengeneza structure ambao ukija kwenye daily inakuja kudisplay kama nini, kudisplay kama wick overlap ukija kwenye daily. So tukamake pale kwamba tunajua tuna levels pande wa juu pale, lakini kwa nini tumekuja kudili na ile eneo ni kwa sababu this was the structure ambayo baada ya price kuvunja zone ilikujaga kureact on that zone. Kwa mara nyingi price ikifanyaga kitu kama hiki, uwaga inarudi kwenda kufanya reaction on that levels pale. That's why nimewaza kwamba price ikirudi kwenye hii level kwanza inaweza ikafanya reaction before kufika direct on these levels huku juu, ambao ni level yetu ya daily. Mshanisoma? Sasa ukiangalia hapa kiuhalisia tusingeweza kupata trade, kwa sababu kwa mfano kwa wale watu ambao tunafahamu about the entity type 2, kama tunaofahamu kuhusu about the entity type 2, direct hapa sisi tusingeweza kupata entry ya kubuy. Lakini ilipatikana vipi sasa hiyo entry ya kubuy from this point? Sasa kitu ambacho kilitumika ni kwamba kwa sababu tulikuwa tunaamini kwamba, na nitatoa mfano huu tu unatosha, sitaenda deep zaidi.
Kwa sababu tulikuwa tunajua kwamba this is the area ambayo ina support kubuy ili tuende kwenye area of liquidity ya daily. Mtu mwingine angeweza kutumia dakika 15 kama structure yake au situation yake, ambapo angekuja kukutana na kitu kama hichi hapa. Kitu kama hichi hapa, ambapo price yake ingempa transition hapo, ikamwachia formations za kutosha ndani. And then after that ukiangalia hapa price ilimtengenezea tena structure hii, nayo ni inside formation nyingine ambayo ilipatikana huko ndani. Sasa nini ambacho kilitokea hapa ni kwamba ukiangalia hii price ilifanya concept moja, nadhani wengi tunaifahamu, inaitwa liquidity sweep. Ilifanya liquidity sweep hapo. Kwa hiyo kamaanisha kwamba price haiwezi kuendelea kushuka chini. So tuna uwezo wa kutafuta liquidities from this point. So from that point wewe ulichokuwa unatakiwa au nini kilitakiwa kufanyika ni kwamba sisi tulitakiwa kurudi on that point and then tuende tukatafute price itutengenezee confirmation yetu ambayo ni entry kama type ya ngapi? Type ya pili. So entry type ya pili naamini watu wengi tunaifahamu, na kama hujui basi utajaribu kuipitia kwa sababu kuna videos nyingi sana huko ndani. So tukapata hiyo transition plus the inside formation on that level, and hiyo ndo why price ilikuja kuchukua hii entry hapa na kuondoka. So unaweza kuwa na wanda kwa nini price inakuwa itoi entries kwenye risali moja and then baadaye inakuja kuonekana price inarudi tu inachukua liquidities zinaondoka. Haifanyi hivyo kwa sababu kama utakuwa umekalili haiwezi kuona kama unaweza ukapata setups on gold, lakini setups ni nyingi mno. Yani ni nyingi mno ambazo unaweza ukazipata. So kwenye hii hapa ndio ilipatikana advantage ya kubuy on this level hapa, and then price ikawa imepush kwenda wapi? Kwenda juu. Kwa sababu ya confirmation, kwa hata kama tungesema tuende tufanye refinements humu ndani direct, lazima tungepata setup ambayo sisi tulikuwa tunahitaji. Lakini kwa nini tumetaka kubuy on this level? That is the main reason ambayo ilitokea mpaka price au mtu akawaza kuja kubuy hapa. Sasa huyo alitumia akili ya kwamba sitotumia daily kama constant au kama tulivyozoeaga siku zote, kama ninavyofundisha siku zote. Manake tuna switch hiyo akili kwa sababu tunakuwa tunajua what the market is going, kwa sababu tunaambiwa na trend kwamba kwenye monthly area of liquidity hatuwezi kufika sasa hivi, lakini on the weekly area of liquidity iko upande wa juu na tunatakiwa kufika kule juu. Lakini sasa kabla ya kufika daily, weekly, sisi tunaweza tukafanya maamuzi kwa kutumia daily kama constant yetu. So kutumia daily kama constant, price tayari sharudi kureact on these areas, lakini kwenye lisali moja daily imegoma kutupa maamuzi. Sasa kama daily imegoma kutupa maamuzi kwenye lisali moja, manake ni kwamba tunaweza tukaforce maamuzi. Sio kuforce, tunafanya kitu tunachokijua. Unajua kuforce ni tofauti na kufanya kitu unachokijua. Kufanya kitu unachokijua unakifanya tofauti na wengi ambao wanafanya. So manake tunakuja kurudi tena tunatumia maamuzi yale tunayofahamu, lakini tunaenda kutumia kwenye lower time frame. Kwa tunajua kwamba price ilifanyika transition hapa sasa hivi. So price tena imerudi kureact kwenye the same area of liquidity ambayo ni area of liquidity yetu hii hapa. Lakini pia sio tu hii area of liquidity, unaweza ukasema hata hii nayo ni area of liquidity ambayo pia price imekuja kureact tena hii. So baada ya kureact humo ndichi, price yako ilikuja kukufanyia maamuzi kwenye time frames ambazo zilifaa tena kufanya maamuzi. Tukapata transition, tukaachiwa inside formation. Sisi tulikuwa tutaki kupepesa macho ni kuja kufika humu ndichi na kuchukua maamuzi na kutembea. So price ilifanya hicho kitu ambacho sisi tulikuwa tuna target kifanyike. Price imekuja kufanya maamuzi yake hapa, imeondoka zake. Kwa the same thing ambayo imekuja kutumika mpaka humu. Kiuhalisia wewe ukitumia daily time frame huwezi kupata entry hapo ya kuseli. Lakini kwa nini sisi tumepata seli? Kwa sababu tunafanya the same maamuzi lakini kwa tofauti na watu wengine. So ukiangalia price ilikuja ikaingia within this area of liquidity alisali moja, ukirudi dakika 15 huwezi kupata maamuzi on that level, umeona? Lakini ukisema twende tukatafuta entry zetu sisi tulikuja kuzipatia hapa ndani. Sasa hapo unaweza ukaangalia the view ambayo tumeitumia from the daily, from the monthly kwanza. On the monthly tulipata kitu kama hichi hapa, kwamba tumepata area of liquidity ambayo iko hapa, lakini ile area of liquidity iko far sana. And then tukarudi on the weekly tukaja tukapewa picha kama hii hapa, kwamba tuna area of liquidity hapa ambayo ipo
na maana yake structure humo ndichi, ambapo ndo price right now imerudi. Lakini kabla ya kurudi hiyo on the weekly pia imekutolea area of liquidity nyingine ambayo itakufaa wewe useli. So hii ni weekly ndio ilituofa kitu kama hichi. Siongee sana, kaja nikafunguka. Kwa maana yake tukawa tuna area ambayo inatusupport kusell on the weekly, ambayo tunasema kwamba kwa sababu pia tumeshapata transition on the weekly. Ngoja nichole hivi ili tuchukulie kama tulishapata transition on the weekly, ili tusichanganyane. Tuchukulie kwamba tulishapata transition on the weekly. Sawa? So price tayari imeshakuja kuingia huko ndani. So kwa sababu tumeshavunja on the weekly, maana yake tuna probability ya kurudi on the monthly level of liquidity. Lakini hatuwezi kurudi tu straight. Tunaweza tukataka tena kupush juu ili ndio tuje tupate nguvu ya kufanya nini? Kuseli. Sasa hiyo nguvu ya kupush juu ndio tunaweza tukaitolea on the weekly area of liquidity ambayo ni hii hapa. Ambapo kama utaitumia hiyo kama weekly area of liquidity usingepata entry. Lakini sasa tukaenda tukatafuta ka structure ambako kama ndani ambako ni ka daily. Alafu tukakutumia kama constant time frame. So price ilivyofika mule ndani during the daily time frame, kipindi price inakuja on the weekly tuliona tu kitu kama hichi hapa. Lakini kwenye daily time frame tukaja tukaona kitu kama hichi hapa. Kitu kama hichi hapa. Kwa maana yake daily imetupa pia na yenyewe area yake of liquidity ambayo inatakiwa kufanya nini? Kuseli. Sasa kumbuka tuko kwenye area of liquidity ya weekly ambayo inatusupport sisi kupush ili tuje kwenye weekly area of liquidity nyingine. Lakini nikasema kwamba ili tuwaze hayo maamuzi lazima basi price ifanikiwe kuvunja hilo eneo la daily hapo juu ndo tuingie huko ndani ili tuje tuseme kwamba tunaweza tukapata nguvu zingine za kutupush kurudi wapi? Kurudi chini. Sasa kwa mantiki hiyo ni nini ambacho kilitakiwa kufanyika hapa? Kwa sababu on the daily tumepewa area nyingine ambayo inatufaa sisi kuja kufanya maamuzi kwenye ile eneo hapa. Manake na tayari tushafika kwenye eneo la weekly ambalo ndani yake kuna eneo la daily ambalo na lenyewe linatuambia kwamba tunatakiwa kuchukulia maamuzi hapo ili tuje tuingie hapa. Manake direct sisi tunakuja kuangalia nini kitakuja kutokea hapa ndani ya lisali moja. Tunaenda kuangalia hapo nini kitatokea ndani ya lisali moja. Sasa kwenye lisali moja tuli expect kupata transition plus the inside formation, which is price tayari ilikuwa imeshafanya kwenye lisali moja. Lakini kabla ya hiyo transition na inside formation kutokea kwenye lisali moja, price inaonekana kwamba baada ya kufanya hiyo transition haikurudi, ikaenda direct mpaka karibia na ili eneo la daily. Sasa kwa nini price ilibuy pale chini? Ndio tunarudi pale pale. Price ilibuy kwa sababu ilifika within the area of liquidity ambayo ilikusupport we kubuy, ambayo iko within the area of liquidity ya weekly. Na ilikupa confirmation kwenye time frame ambazo kama ungefuata coordinations zako ulizozikalili za daily kwenda juu, kwenda chini, ungeikosa. Lakini kwa kutumia knowledge ya kwamba okay, kwa sababu ninajua wapi ninaenda. Kwa sababu ninajua wapi ninaenda. Baada ya price tu kureact hapa, huyu mtu alitakiwa akirudi lisali moja akikosa maamuzi, alitakiwa atumie sasa akili zingine za kwamba tutatafuta liquidities on these levels. Liquidities ambazo tungezipata ni either utumie dakika 30 ungezipata, ungetumia dakika 15 bado ungezipata. Sababu ndio dakika 15, kumbuke siku zote tunasemaga time frame dogo waje inaanza kabla ya time frame kubwa. Kwa kwenye dakika 15 price ilianza kubadilika kabla ya lisali moja. Sasa kama price ilianza kabla ya lisali moja, maana yake sisi hapo ndo tutakiwa kuchukulia maamuzi au kutake advantage. Kwa maana yake price ilivyokuja kureact on these levels hapa, kuna watu ambao wenyewe walikuwa wanasubiri ije irudi huku. We don't do that. Baada sisi ya kuja kureact hapa tukaswitch tena, tunakuja kurudi lower time frames tena. Tunakuja kupata kwamba price ilitukonfirmia transition ambayo inatuforce sisi tuje tuseli, tubai. So price take time. Price take time. Ilivyo take time, mwisho wa siku mzigo umekuja kudondoka, umekuja kuchukua liquidities ambazo zipatikana kwenye type ya pili. Lakini hiyo type ya pili from the dakika 15. Easy. So mtu anayekuwa na argue like gold ni ngumu kuitrade ni kwa sababu tuna trade kwa kukalili. Hii ni moja kati ya njia 8 za kumtrade gold, which is very simple.
So hicho ndo kitu naweza nikakizungumzia hapa cha kwa nini mpaka gold inafanya haya mambo yote mpaka sasa hivi. And that's why hata kama mnakumbuka Instagram niliweka hii setup ya kwamba tutaseli hapa ili tuje tubai hapa. Kama kuna watu wanakumbuka hichi kitu nilikifanya, kwamba niliweka kwamba gold itafanya kitu fulani na fulani and then tutafika eneo fulani ili tuje tubai tena. Ukiangalia tajaribu kuonyesha kitu hapa. Ni view ambayo tulikuwa nayo. Hii hapa. This view. Umeona? This was the view ambayo tulikuwa tunaamini kwamba price itafanya hivyo. Kwa we have to come back to this point ili tuje tufanyeje? Tupush tena kwenda juu. Na ukiangalia nini ambacho price imekuja kufanya after is the same thing ambayo sisi tulipredict. Japokuwa hapa tuliweka dakika 30, kwa hiyo nikiweka dakika 30 utakuja kuona the same view ambayo sisi tulipredict price ifanye. Ndicho ilichokifanya. Kwamba tutaseli hapa ndo tuje hapa. Price imekuja kuplay the same. That's why tukapata entry yetu ya kuseli pale bomba kabisa, tukaja tukadondoka nayo upande wa chini and then price imenyanyuka. So nini ambacho tunakitegemea sasa hivi ni kwamba kwa sababu we don't have the new high above hapa, bado hatu confirm kwamba price itavunja ili eneo hapa. Lazima tupate the new high above hapa. Tukishaipata new high above hapo, maana yake tutakuja kuwa tumetengenezewa structures mpya au area of liquidity mpya ya kuconsider ambayo inaweza ikatusaidia sisi kupush kuja ili eneo hapa ndani. Kwa sababu tukumbuke price bado haija react on the area of liquidity ya daily. Ime react kwenye week overlap peke yake ya daily. Bado haija react on the week overlap, bado haija react kwenye nini? Kwenye area of liquidity ya daily. Kwa hizi zilikuwa ni kama partials, na kwamba kama tutaipata hatutegemei price drop direct ndani, lakini tunaitegemea kwamba price inaweza ikapush ndani, ikapush tena higher. Kwa sababu tunaitegemea ifike hapa, inaweza ikafika kwanza hapa ndo ije irudi huku chini. Lakini pia inaweza ikaamua kwamba no, right now kwa sababu amegoma kufunga upande wa juu, amegoma kufunga upande wa juu ya hii movement hapa, anaweza pia akapata nguvu za kupush tena ndo tuje huku chini tunyanyue. Au akarudi kwenye hizi week overlaps ambazo zinapatikana hapa ndani ndio afanye nini? Amove kwenda juu. Kwa hizi ni views zote ambazo unatakiwa kuwa nazo about gold. Shinapatikana. Kwa hiyo kwenye swala la bias na jinsi ya kuitumia bias, mimi nadhani nimeelezea vizuri. Kama kuna mtu ana swali naomba niulize hapa. Blaza Calvin ameniuliza, je, shift ya za lower time frame tunazingatia FTA? Mara nyingi hatuzingatii, lakini unaweza ukazingatia kama una wasiwasi na trend yako. Lakini kama trend yako unajua yani you are on the light trend, basi unaweza hata usitumie FTA. Sio tu kwa lower time frame, hata kwa time frame kubwa. Nishazungumziaga kesi ya FTA kwamba kwenye kesi za FTA labda kuna kesi baadhi ambazo zinaweza zikakufanya wewe utake kuconfirm hiyo FTA. Lakini kwa mfano umekutana na kesi let's say in 4 hours, alafu kwenye 1 hour imeshafanya transition plus the inside formation let's say hapa. Sasa kiuhalisia price ukienda kwenye masaa 4 inakuonesha hii ndio level ambayo unatakiwa wewe kufanya nini? Kushift. Kwenye 1 hour inakuambia ndio level ya kufanya nini? Kushift. Kwa hiyo tumezi hii ndio level ya FTA. Sasa kama hii ndio level ya FTA, kama price haijaifikia huko, yani hata kama imeifikia kwa sababu ilikuwa far. Kama yani price imetengeneza structure yako hapa, imekuwa chain yako hapa, hauna haja ya kusubiria hii structure hapa ivunje kwa sababu iko very far. Lakini kwa mfano labda ingekuwa imekutengenezea kitu kama hichi, alafu imefanya transition hapa kwenye lisali moja, lakini ukienda kwenye masaa 4 napo unakuta kwamba ili tuseme tumevunja masaa 4, price inafaa ivunje ili eneo hapa hivi. Yani masaa 4 price inafaa ivunje hapo. Kwenye 1 hour price tayari imeshavunja hapa. Ukikutana na kesi kama hii inafaa uconfirm, usubiri price iconfirm, kwa sababu price tayari ishafika mpaka kwenye FTA na ziko very near. Kama ziko karibu kiasi hiki, price ina probability ya wewe kuja kukuchapa hivi ikaendelea na mambo yake mengine. Lakini ukiangalia hii kesi ya kwanza, price ziko mbali sana. Lakini pia hii kesi ya pili ukumbuke hii ni minor structure, hii ni major structure. Kwa maana yake hapa tulipata minor transition, price imegoma kutengeneza the major transition. Tutofautisha hayo mambo.
Lakini pia unaweza ukakutana tena na case nyingine kwamba una major transitions kama hivi. Kutana na case kama hii hapa pia. Unaweza kukutana na case kama hii kwamba price imevunja the major transition kabisa, ambayo ni hii hapa ya lisali moja hapa hivi. Hapa umeona imevunja kabisa major transition ya lisali moja pap, imevunja hapa, imekuja kuvunja major transition kwa sababu pia east tulipata BOS hapa afu tukapata BOS nyingine kwa transition hapa. Kwa this is the major transition, lakini ukienda kwenye masaa manne inakwambiaje? Inafaa ivunje hapa. Hii structure haionekani. Kwa kwenye masaa manne kama price haijavunja na unajua hizi highs mbili zilikuwa close, kwenye hili eneo usiingie direct. Yaani usiingie direct. Price inaweza ikaje ikakufanya nini? Ikakuchapa. Kwa kitu ambacho naweza nikakisema tu hapa haraka haraka ni kwamba it's better uje usubiri price tena irudi ili eneo hapa, afu tumie confirmation nyingine tena ndo uchukue trade. So I will not talk about it again. Zaidi sitaongelea ili swala zaidi, lakini unaweza ukafanya hiyo maamuzi. Usiingie direct. Sababu unaweza ukaingia direct kwa sababu price imegonga confirm FTA ikaondoka. Lakini ukikutana na case kama hizi, FTA iko far kabisa, unaweza ukachukua tu bila hata kuwaza FTA. Hiyo FTA ambayo iko mbali unaweza ukaitumia kama TP. Yaani kwamba price, lakini sasa unajua when you talking about TP, kwa sababu hili ni eneo ambalo price inaweza ikafanya chochote huko ndani. TP mara nyingi sisi tumeshazoea kwamba tunaweka kwenye zile bodies hapa upande wa juu hapa. Zile TP zetu tunaweka mara nyingi upande wa juu pale. Sasa kuna muda price inaweza isifike kwenye hizo bodies huko. Ikaishia tu hapa afu ikaanza kugeuka. Kwa hiyo waga na prefer au na advice kwamba mtu akishachukua trade from this point, take profit ya kwanza iweke kwenye turning point yako hapa kwanza, kwenye body za hizo turning point yako hapa, and then ya pili ndo uwemu hii turning point hapo juu. Kama price itagoma kufika kwenye turning point afu kaanza kuona sign yoyote ya price inabadilika huko ndani, yani inaanza kubadilishia movement like this hivi, inakuja chini, achana nayo hiyo trade inaweza ikaje ikakusumbua. Umeshanisoma? Kuna mtu anauliza akichukua entry kwenye time frame ya dakika moja ana set pips ngapi, ana target pips ngapi? Cha kwanza huwezi kuchukua entry kwenye type moja direct kama hujaanza kufanya maamuzi mengine. Kuna vitu vingi sana vya kuzingatia mpaka uende ukafanya maamuzi kwenye time frame ndogo. Si prefer tu mtu aende akaamue kwamba mimi nitaenda kuchukulia entry kwenye dakika moja. Hapana. Una vitu vingi vya kukaa unavizingatia. Lakini kwa mfano kama umeamua kuchukua hiyo entry kwenye dakika moja, process za kuchukua TP ni zile zile. Depends na pair unayodili nayo. Mimi naamini kwenye dakika moja gold kama akitani hapa mpaka hapa, kuna possibility kubwa ya kuwa na pips 75 hapa 70 kupanda kwenye hiyo turning point hapo. Na kama ni mbali zaidi hapa, basi pips 100 pia hata so shida kuifikia. Sizungumzii yule USD hapo. Yule USD unaweza kushangaa kwenye turning point ya dakika moja na kuofa pips 5 au 10. Kwa hiyo depends na wewe una trade kitu gani. Blaza Samuel ameniuliza kwamba kuna swala ambalo linatokea kwamba unakuta ameona ile of liquidity kwa blocker fulani kwenye trading view, let's say Oanda, lakini anaenda kwenye broker wake ambaye anamtumia sasa kwenye MT5 na anaikosa hiyo BOS. Je, unadilije na hiyo situation? Ni kwamba cha kwanza unatakiwa kuelewa hawa blockers hawa kila mmoja ana kendo zake. Yaani kuna namna anakuwa anachezesha kendo zake. Kwa hiyo ni vizuri unapofanya analysis zako kwenye trading view, jaribu kuhusanisha. Ushanisoma? Jaribu kuhusanisha blockers tofauti tofauti. Trading view ndio itakupa view tofauti na MetaTrader 5. Kwa hata analysis zako usifanyie MT5. Fanyia nini? Trading view yako. Kwa sababu kuna MetaTrader 5 kwa mfano unaweza kukuta ukiangalia kwa mfano Exness kwenye gold ana structure moja tu hapa. Okay, kama mtu anatumia Exness broker kwenye pro account zile. Sijajua kwenye account zingine, lakini kwenye pro account ukienda kwenye masaa 4 utakuta zile zero spread. Ukienda kwenye kwenye 4 hours utakuja kukuta Exness
Exness yeye ana structure moja tu hapa, kendo moja tu, lakini ukiangalia hawa brokers wengi humu ndani wana structure mbili, wana hii na hii. Ukiangalia huyu ni FXCM, ukitoka hapo kaingia forex.com unaona na yeye ana moja mbili. Ukitoka hapo ukaingia labda tumie hii TVC labda na yenyewe na moja mbili. Ukitoka hiyo ukaja kwenye Owanda yeye anakuambia hana kabisa. Ndio maana mimi hata simtumii siku hizi Owanda kwenye kufanyia analysis zangu, sababu ukiangalia brokers zaidi ya watatu wameshaongea kwamba wana structure mbili hapa, lakini Owanda yeye anakuambia hana hata moja. Yani hata hiyo moja nyie mnayoiona kwingine yeye hana. Kwa it's better ukawa unazingatia broker wawili ambao mimi nao hapa, forex.com lakini pia na FXCM. Kwa hiyo kama unakutana na hiyo changamoto, unakuta broker wako anakuonesha structure fulani alafu kwenye TradingView haipo, mimi nakushauri maamuzi yako yatoe kwenye TradingView, alafu kwenye MetaTrader wewe nenda ka place order. Kama ni pending order nenda ka place tu kwa kufuata nini ambacho umeambiwa kwenye TradingView. Lakini pia unaweza kuwa unajaribu kusanisha brokers tofauti ili upate view ambazo zinaeleweka.